Habari gani msikilizaji, karibu tena kusikiliza muendelezo wa simulizi hii ya maisha, simulizi inayoitwa Mkono wa Hukumu, ambayo imetungwa na kuandikwa nami Danford Ben, ambaye unaweza kunipata kupitia nambari za simu za 0711444410. Sehemu ya pili ya simulizi hii tuliishia Melina akiwa amefukuzwa nyumbani na baba wa kambo baada ya kuchelewa kurudi nyumbani alipokutana na mvamizi ambaye alimbaka. Je, ni nini kiliendelea? Basi tuwamo sawia sasa katika sehemu hii ya tatu. Mama, nashukuru sana kwa wema wako. Hukuwa ukicheka ikiwa mimi nikiwa nalia. Hakika ubarikiwe mno. Nimeshakuponza ukapigwa sana na hata ukuchoka kunitetea. Ila sasa mama, naomba nikutue mzigo huu mzito ulioubeba kwa muda mrefu, ikiwa umeshaanza kukuelemea. Lakini sio kwamba nakuchukia mama yangu. Nakupenda na sitoacha kukupenda mpaka nitakapomaliza pumzi ya mwisho duniani. Wewe umekuwa mfariji kwangu nilipotawaliwa na upweke. Ulinichekesha niliposononeka na pia ukanifuta machozi pale nilipolia. Lakini sasa mama, basi. Mwanangu, usiseme hivyo. Hupaswi kuondoka sasa. Umri wako bado mdogo sana. Utaenda wapi mwanangu? Baba yako ni mwelewa. Nadhani zile ni hasira tu. Akirejea atakuwa sawa. Hapana, naondoka, sitaki kubaki hapa. Najiona mwenye hatia kama nitaendelea kumuona aliyekuwa akinipigania akiendelea kuteseka juu yangu. Umeupigania uhai wangu, inatosha. Na naamini kuwa Mungu sasa atanipigania na kunionyesha njia sahihi ya maisha. Na hata niacha nipotee nikateseka jangwani kwa kiu ya maji. Hakika naamini atanifanyia muujiza. Mama, acha niende, siku moja tutakuja kukutana tena. Alitilia mkazo Melina kuonyesha hakuwa tayari kabisa kubaki nyumbani hapa. Melina aliingia ndani na kuchukua maji kisha akaelekea bafuni. Na baada ya kuoga vyema akarejea ndani kufakamia ugali maharage uliokuwa tayari umekwisha kupashwa na mama yake. Kisha akarejea chumbani kwake na kuanza kutazama kijigauni chake kilichokuwa kimechanwa vibaya mno. Alikiinua na kutazama katika mifuko ambako ndiko alikuwa ameweka kile kitambulisho ambacho alikuwa amekiokota usiku ule baada ya kutendewa tukio la kikatili sana ambalo lilikuwa limetokea katika maisha yake. Alitoa kitambulisho hicho katika mfuko, lakini alihisi bado kuna kitu kilikuwa kimesalia ndani yake. Alipopekenyua zaidi ndipo aliona noti ya shilingi 10,000. Hakika ilimshangaza mno. Melina alitamalaki kwa kuwa hakuwa ametarajia uwepo wa pesa hiyo. Siku ya nyuma hakuwa ameambulia chochote wala hakuwa amepata hata thumni. Akachukua kitambulisho kile kwa awamu ya pili na kukikagua vyema. Kilikuwa ni kitambulisho cha uraia kilichokuwa kimesomeka kwa jina la Sabuji Mwagito. Kadri alivyokuwa akizidi kutazama na kuilazimisha akili yake kumfahamu muhusika wa kitambulisho hiki cha uraia, ndivyo alivyokuwa akizidi kufanya maandalizi ya kuondoka nyumbani pale, licha ya kukosa jibu sahihi. Mtu huyu ni nani na kwa nini alikuwa amemtendea yale? Melina aliondoka nyumbani pale na kuianza safari yake. Safari hii ilikuwa ya kwanza kabisa kwa binti Melina ambaye hata hakuwa ameitarajia safari hiyo. Lakini akilini mwake aliamini safari yake ilimpaswa kuelekea mjini tu na sio vingine. Maana alishawahi kusikia kuwa mjini kulikuwa na kazi nyingi. Melina alisikia mjini kuna majumba mengi pamoja na magari mengi zaidi ya huku kwao. Stori hizi alikuwa akizipata kutoka kwa mama yake mlezi ambaye aliwahi kuishi huko miaka kadhaa nyuma, ndiko alikokuwa amemuokota binti huyu. Shauku ya kwanza ya Melina ilikuwa ni kupanda gari ambalo hakuwahi kulipanda tangu ajitambue. Ila laiti kama angechelewa nusu saa kufika stendi hapo, asingepata usafiri kabisa, na kule alikokuwa akihitaji kwenda safari yake ingekwama. Yaani kiufupi, usingepata usafiri Jumatatu, basi ungelazimika kusafiri siku ya Jumatano. Ugeni wa safari ulimfanya Melina kuanza kutapika katika gari, hali iliyofanya dereva kusimamisha gari hili kumpa msaada kidogo, ijapo abiria wengi walikuwa wamekasirishwa mno. Dereva hakujali michambo yao, na baada ya kuhakikisha Melina anajihisi ahueni,
ndipo alimkabidhi mfuko mdogo wa nailoni ili tu umsaidie kama atajihisi hali hiyo tena. Msaada huu mdogo ndio ulifanya akili ya Melina kuamini kuwa mjini wote walikuwa wema na akatamani mno aweze kufika huko. Kukosa kwake umakini ndani ya basi hilo alilokuwa amepanda kulimfanya ashindwe kutambua kuwa hata yule mbaya wake alikuwa katika gari hilo, ijapo Mwagito mwenyewe hakujua kama alikuwa ameongozana na mwanamke aliyekuwa amemtendea madhambi usiku wa nyuma. Safari yao ilifika tamati majira ya saa 9 alasiri mjini Sopa, ikiwa ilikuwa imeanza saa 3 asubuhi kutoka kule Utepe. Kwa mara ya kwanza kabisa Melina aliona kile alichokuwa akisimuliwa, lakini sasa ilikuwa ni mara 2 zaidi hata ya ile miaka kadhaa nyuma. Msikilizaji, jaribu kufikiri tu hata kwa uchache mahali ulipopaacha miaka 10 au 20 nyuma, ukarejea kuona mabadiliko yake. Kila kilichokuwa mbele yake Melina kilikuwa ni kivutio na maajabu makubwa sana. Yaani alishangaa hata pikipiki ambazo hakuwa amewahi kuziona kabisa kule mjini Sopa. Melina alishangaa mno kuona majengo marefu yaliyokuwa yametawala eneo lote la mji. Alisahau hata kama yupo matatizoni kwa ushamba aliyokuwa nao na kujikuta akipumbazwa na kila kilichokuwa kikimshangaza mjini pale, mpaka akauona usiku akiwa hata hajui ni wapi atalala na nini atakula, kwa kuwa tayari alikwisha kuanza kujihisi njaa. Sifa moja ya mji huu ilikuwa ni ubinafsi, na Melina hakuwa akilijua hilo, kwa imani kuwa mji huu ulikuwa na watu wenye upendo, ukarimu na pia kujari sana. Hivyo alibaki kusubiri msaada kwa muda ambao hata hakuupata. Sasa ndipo Melina alianza kuhisi ugumu wa maisha atakayokwenda kuishi, japokuwa hii kwake ilikuwa ni siku ya kwanza tu mjini hapa. Kila aliyepita mbele yake alitamani hata muulize jambo, lakini alishindwa kwa uoga ambao ulikuwa umemtawala na kumfanya abaki kuzubaa pale stendi. "Dada, vipi? Mbona usiku hapa? Halafu una hata sweta, uoni baridi?" "Natafuta kazi." "Kazi gani unataka usiku huu? Na mbona umekaa hapo?" alihoji mwanamke mmoja aliyekuwa amefunga biashara yake ya saluni ya kike pale stendi, tayari kuelekea nyumbani, na akamkuta Melina akiwa amekaa kinyonge. "Yoyote tu ile dada yangu, naomba nisaidie." Alizungumza kinyonge Melina na kujikuta akipiga magoti chini, kwani sasa aliamini huenda amepata mkombozi. "Unaitwa nani na umetokea wapi?" Mimi naitwa Melina, nimetoka kule kijijini kwetu, mbali sana kutoka hapa. Yaani tumekuja na gari." alijibu Melina, na kwa namna alivyokuwa ametoa jibu lake ilitosha kabisa kwa mwanamke huyo wa saluni kuamini kuwa Melina alikuwa wakuja mjini pale. Hivyo aliamua kumchukua ili tu aende kumsaidia kazi za nyumbani kwake. Kisha hapo akampakia Melina katika gari lake na kuongeza tamausho jingine katika maisha ya Melina, hasa kwa mwanamke kuendesha gari. Hatimaye Melina alikuwa amepata hifadhi ya chakula, na kwa mara ya kwanza, yaani chakula alichokuwa amekizoea kula wakati wa shughuli maalum kule kijijini, ndicho sasa alikuwa amekipata usiku huu. Alilala katika kitanda ambacho hakuwahi kabisa kulalia tangu azaliwe, kwa kuwa kule kijijini alishazoea kulala juu ya kitanda cha mianzi, na kama kingechakaa basi kingebadilishwa na kuundwa kitanda cha kamba. Melina alijiona malikia na mwanamke ambaye alikuwa akisujudiwa mno. Kitendo hiki kilimfanya Melina aanze kujilaumu kuchelewa kuja mjini. Naam, sehemu ya 3 imetamatia hapa. Unadhani nini hatima ya maisha ya Melina na nini kitaendelea katika mkasa huu? Basi usikose kuungana nami katika sehemu ya 4 ya simulizi hii. Kumbuka usisahau kusubscribe YouTube channel yangu, natumia Danford Ben. Pia Instagram na Facebook unaweza kunipata kwa jina hilo hilo la Danford Ben. Kwa sasa nasema asante na bye bye mtu wangu.